mtu asikutishe kwamba 3 phase ni ngumu. Mwenyewe wakati najifunza umeme nilitishwa, bwana 3 phase ni ngumu, lakini no, it's very simple. Hii mbele yenu unaiona ni main switch ya 3 phase. Itimizi nikiwa na maana ya phase 1, phase 2, phase 3 pamoja na neutral. Kwenye 3 phase kuna red, kuna yellow and blue. Hizi mnazoziona kwenye hizi color, hizi ni phase. Phase ni kitu ambacho kinapitisha umeme au kinaleta umeme. Kwa mafundi wengi wamezoea kuita live, au wale wanafunzi machuoni mnafundishwa kwamba mnaitaga live au phase. Phase ni waya ambayo inaleta moto. Odessa Electrical together wake. Yes, mambo vipi? Hii ni Odessa Electrical Technology. Cha kufanya kama ndio mara yako ya kwanza, usisahau kusubscribe, lakini pia usisahau kuweka hiyo notification alarm na kudrop comment yako katika comment section katika hii video. Okay, bwana, kuna video niliwahi kuiposti kama miaka 2 iliyopita. Ilikuwa inaonyesha ufungaji wa main switch ya 3 phase, lakini ndani ya ile main switch ya 3 phase kumefanywa connection ya umeme wa single phase. So nilipata maswali mengi sana, kwa hiyo nikasema nitaandaa muda ili kuweza kuwajibu ni kitu gani ambacho kimepelekea mpaka kukafanyika connection ile pale. Okay, iko hivi. Ile kazi ilikuwa ni ya Tegeta pale, ambapo bosi mwenyewe alikuwa anataka kufanyiwa wiring ya umeme wa 3 phase, lakini akataka kupatiwa main switch ya 3 phase, lakini wakati huo akaomba kwamba hatotumia umeme wa 3 phase kwa wakati huo, atatumia umeme wa single phase. Huko baadaye atatumia umeme wa 3 phase. Kwa hiyo nikamrahisishia ili kuliko kumfungia main switch ya single phase, alafu baadaye tena akaingia gharama ya kununua tena distribution board ya 3 phase kufanyiwa tena upya connection. Nikamrahisishia ni kwamba hiyo board ya 3 phase itafungwa, alafu ikishafungwa TANESCO ataleta umeme wa single phase, alafu kwenye connection tunafanya connection ya umeme wa single phase. Alafu baadaye huko utapokuwa sawa kuweza kutumia, utapokuwa na uhitaji wa kutumia umeme wa 3 phase, basi TANESCO wataleta umeme wa 3 phase, and then kwenye marekebisho kidogo ya distribution board ya hiyo distribution board ya 3 phase yatafanyika kidogo sana. Kwa hiyo kwa nini inafanyika kitu cha namna hiyo? Kwamba unamrahisishia mteja kuingia gharama mara mbili, kwamba kuliko kununua main switch ya single phase alafu ukamfungia, alafu baadaye akawa anataka kutumia umeme wa single phase. Yani kama mteja akakwambia nataka baadaye nitumie umeme wa 3 phase, lakini kwa sasa hivi nataka nitumie umeme wa single phase. Cha kufanya, utanunua board ya distribution board ya 3 phase. Main switch ya 3 phase utanunua, and then ataingiziwa umeme wa single phase, na kwenye connection unamfanyia connection ya distribution board ya single phase. Yani connection ni ya single phase, lakini main switch board ni ya 3 phase. Endapo baadaye sasa huko akishakuwa tayari, ndio sasa anaweza kuvutiwa umeme wa 3 phase, ukamfanyia marekebisho kidogo tu, ambayo kwenye board unafanya marekebisho. Baada ya TANESCO kuleta umeme wa 3 phase, wewe kwenye main switch huku utafanya marekebisho kidogo. Kwa hiyo inaokoa pia time, inaokoa time ya kwako wewe fundi, lakini pia unajiwekea kuwa na kazi nzuri katika ushauri. Sio kufanya kazi tu, pia ushauri. Ukimpa mteja ushauri mzuri, basi inaonekana kazi yako wewe ni bora zaidi. Kwa hiyo mteja unamrahisishia kuingia gharama mara mbili. Kwa hiyo ile connection ya ile video niliposti kama miaka 2 vimepita, na ile kazi ilikuwa ni ya Tegeta. Ni bosi mmoja pale Tegeta, ilikuwa ni Mvumoni pale. Yes, alihitaji kufanyiwa wiring, tukamfanyia wiring, lakini maelezo yake yeye mwenyewe akawa anasema kwamba anataka baadaye atumie umeme wa 3 phase,
lakini kwa sasa hivi anataka kutumia umeme wa single phase. Ndio nikafanya kitu kama kile, baadaye nikaja kuwaelekeza, lakini maswali yalikuwa ni mengi sana. Nikasema okay, right, nitapata muda and then niendelezee. Sasa la leo nimeweza kuwajibu maswali yenu mlikuwa ambao mmea comment kwenye video. Sasa jinsi ya kufanya connection, yani body ya 3 phase, main switch ni ya 3 phase, lakini unataka kutumia umeme wa single phase. Unafanya vipi hiyo connection? Kuwa nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Very simple. Unafanya maelekezo kama haya ambayo nakupatia. Kuwa nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Hii ni Odessa Electrical Technology. Oh yes. Ndio, tunaposema Lifetime Store, hawa ndio wakali Tanzania wanaosifika na uuzaji wa bidhaa bora za kielektroniki. Wana bidhaa zifuatazo kama mashine za kufua nguo kuanzia kilogramu 7, ambazo hizi nazo zinafua nguo pamoja na raba, nikimaanisha viatu vya aina zote. Wana mashine za toleo jipya za mifumo miwili, nikiwa na maana semi automatic, yani mfumo wa automatic na manual kwa wakati mmoja, na mifumo yote miwili inafua na kukausha. Mashine hizo wanazo kuanzia kilogramu 10 mpaka kilogramu 27. Hizi hapa ni nzuri sana kwa biashara ya dry cleaner, au kama unataka kuanzisha biashara ya dry cleaner au familia ya watu wengi, mazingira ya familia nyumbani, hizi ni beta sana kwa matumizi hayo. Lakini pia hatujamaliza, tuna mashine za kufanyia usafi ikiwemo hii hapa ni DIC Sofa Polisher. Ni mashine ambayo inasafisha tiles, sofa na uchafu sugu wote, inasafishwa kupitia hii hapa DIC Sofa Polisher. Hatujamaliza, pia tuna hii hapa ni pasi ya mvuke, ambayo hii hapa inaitwa garment steamer. Pasi hii unatia maji, alafu ule mvuke sasa ndio unanyosha nguo zako pasi vizuri. Advantage ya hizi pasi ni kwamba pindi tu unapokuwa unatumia hautaweza kuunguza nguo zako kabisa, lakini pia kubwa kuliko ni kwamba inatumia umeme kidogo sana. Hizi hapa ni garment steamer. Hatujamaliza, pia tuna hii hapa pasi nyingine inaitwa Deluxe. Pasi hizi hapa ziko na tofauti na zile pasi za zamani ambazo tumezizoea. Pasi hizi hapa nazo hazitumii umeme mwingi kabisa na zinanyosha nguo vizuri kabisa. Tukiamia msimu wa joto kali, tumewaletea hizi hapa Hyundai Air Condition, ambazo tuna BTU F9, tuna BTU F12, tuna BTU F18, ambazo bei zetu ni tofauti na wauzaji wengine ambao wanauza air condition. Yani bei nafuu na ni kitonga. Tukimalizia kwa upande wa air condition, tuna hii hapa portable air condition ya BTU F12. Nazo hizi ni nzuri sana, kwani zinahamishika popote pale. Unaweza kuiweka chumba kimoja, ukaichukua tena ukaiweka chumba kingine, hata ukaiweka chooni pia ni sawa. Nazo zinatumia umeme kidogo. Kwa upande wa mapishi, tuna hizi hapa Professional 11-in-1 air fryer. Air fryer hizi hapa unapika vyakula 11 kwa wakati mmoja kwa kutumia air fryer hiyo mmoja, na ina unyama sana kwani inatumia umeme kidogo nayo. Bidhaa zetu ni nzuri sana. Hatujamaliza, tuna hizi hapa mashine za kunolea visu, ambazo hizi hapa ni knife sharpener. Hizi hapa ni nzuri sana kwani zinanoa visu kwa umakini zaidi, na visu vyako vinatoka vikiwa vikali kabisa. Tuna bidhaa nyingi za kielektronic. Cha kufanya, wasiliana nasi kupitia nambari hizo hapo chini za agenti wetu kutoka kampuni ya Lifetime Store, lakini pia tembelea katika social network zetu ambazo tunapatikana kwa jina la Lifetime Store, Instagram na YouTube, Odessa Electrical Technology. Karibuni sana wateja wetu. Yes, 32 together we came. Bwana, mambo vipi? Hii ni Odessa Electrical Installation. So hii mbele yenu mnayoiona ni main switch ya 3 phase, not single phase. Ni mzigo wa 3 phase. Kama unaweza kuiona vizuri, kameraman unaweza kusogeza kidogo. Hii ni main switch ya 3 phase. Kwenye 3 phase nishawaambieni kuna kara 3, ina maana itimizi ni phase 3 ambayo ina combine na neutral, ambayo zinakuwa ni waya 4. Itimizi nikiwa na maana ya phase 1, phase 2, phase 3 pamoja na neutral. Lakini katika hizi phase kuna red color, ambayo kuna hizi indication color kwamba kwenye 3 phase kuna red, kuna yellow and blue. Hizi mnazoziona kwenye hizi color, hizi ni phase. Phase ni kitu ambacho kinapitisha umeme au kinaleta umeme. Kwa mafundi wengi wamezoea kuita live, au wale wanafunzi machuoni mnafundishwa kwamba mnaitaga live au phase. Phase ni waya ambayo inaleta
moto. Kwa hiyo katika 3 phase kuna indication color hizi hapa tatu, ambayo kuna red ni phase 1, kuna yellow phase 2, kuna blue phase 3. Ndio maana ikaitwa 3 phase, yani phase 3. Lakini katika nyaya zinazo kuwepo hapa inakuwa na kurudisha ule mzunguko, lazima neutral iwepo. Neutral hiyo iwepo, ndio hii inakuwa na kwenye main switch kuna bar ya S, bar la S hivi unaweza kuona. Hii nimefumua kwa hiyo niwaelekeze. Hii ni bar ya S ambao linakuja kufunga hapa. Ina maana zile S zote unakuja kufunga katika bar hili hapa. Lakini pia kuna bar la neutral ambalo ni hili hapa. Niliwaambia 3 phase inakuja na nyaya 3, phase 3, lakini bila kuisahau neutral. Neutral popote pale lazima iwepo, iwe kwenye single phase au 3 phase, ambayo neutral yake inatengenezewa bar hili hapa la S, la neutral ambalo ni hili hapa. Kwa hiyo kwenye 3 phase kwenye main switch hata ya single phase kuna bar ambayo ni bar la S, bar la neutral na bar la live. Na hivyo kwenye 3 phase, mtu asikutishi kwamba 3 phase ni ngumu. Mwenyewe wakati najifunza umeme nilitishwa, bwana 3 phase ni ngumu, lakini no, it's very simple. Mzigo ni ule, kufuata tu kanuni inavyotakiwa kufanya katika kazi kwa wiring katika umeme. Kwa hiyo hizi unazoziona ni fuse, hizi ni fuse zake. Lakini hii nimesahau kuambia kitu kimoja, hii ni main switch ya njia 12. Main switch ya njia 12 ya 3 phase, ikiwa na maana huku kuna fuse 6 na huku kuna fuse 6. Ina maana ni main switch ya 3 phase ya njia 12. Njia zipo nyingi mpaka yani inategemea na matumizi. Yani kwenye hizi fuse inategemea na matumizi ya mteja mwenyewe. Kwa hiyo njia ziko nyingi, unaona. Kwa huyu hapa ni main switch yake inatumia njia inatumia njia 12, timizi njia 6, huku 6 fuse 6 na huku fuse 6. Lakini hapa kuna circuit breaker unaweza kuiona hapa. Hii ni circuit breaker ya 3 phase. Lakini hii circuit breaker ni MCB, ambayo hii MCB ni ampere 63. Hii sasa umeme unapotoka TANESCO unakuja direct juu hapa. Ina maana umeme unapotoka TANESCO kwenye mita inakuja kwenye hii MCB, ikiwa na maana ya circuit breaker, inakuja kuunga kwenye hii circuit breaker. Ina maana hapa unakuja hapa kuna neutral, kuna indication hapa imekuandikia kabisa neutral. Ina maana tundu la kwanza utaunga live ambao ni phase, alafu tundu la pili utaunga neutral. Umeona? Utaunga neutral. Lakini kwa hapa chini tulishasema hii ni 3 phase, ni tofauti na single phase. Baada ya kuunga waya zako zinazotoka kwenye mita kuziunga hapa, ya kwanza inakuwa ni phase, lakini ya pili inakuwa ni neutral. Unakuja chini ili hizi hapa nazo zipate umeme. Kwa hiyo utachukua teriwaya, umeona? Teriwaya, kipande cha waya ambacho kitakuja kuvuta moto. Tulisema hapa ni phase imekuja kwenye tundu la kwanza ambao umeme umeishi hapa. Yaani mama hapa nikiwatimiza umeme wetu bado haujafika. Ili uweze kufika huku na hizi fuse ziweze kupata umeme hizi, lazima tuchukue teriwaya ambayo mnaweza kuiona hii hapa. Utaweka tundu la chini, alafu utalivutia tundu la kwanza la hii isolator. Hii isolator ni ya 3 phase. Hii ni isolator. Hii ni circuit breaker na hii ni isolator. Kwa hiyo utaenda kuweka hapa chini. Lakini hapa umeme umekuja, lakini bado mzunguko wa neutral tumeukosa. Neutral yetu bado hatujavuta waya. Kwa hiyo tutachukua tena teriwaya ambazo ukinunua main switch yoyote iwe ya single phase, 3 phase, lazima ukutane na hizi teriwaya. Umeona?
hivi vipande vya waya. It means kama ni vifupi unaweza kuchukua vingine ambavyo vinaenda na ile vision yake, kama hii ni nani iwe kubwa, yani hizi vision kama 4 mm au 6 mm. Kwa hiyo ukishavuta umeme hapa kwenye neutral, nani live yako umeivutia hapa kwenye hii isolator kwa chini, ina maana it means umeme ushafika mpaka hapa, umeona, lakini bado haujafika kwa sababu nani neutral yetu iko hapa. Kwa hiyo tutachukua kipande cha waya ambacho ni hichi hapa. Hichi ni kipande cha waya. Hichi ni kipande cha waya ambacho tumekichukua ili kuweza kupata ule mzunguko wetu wa umeme ambao ni neutral. Neutral yetu tumeshaichukua, tumepeleka kwenye baa la neutral. Ina maana hii it means ni baa la neutral. Kwa hiyo ukishaunga hapa, it means mzigo umekuja hapa live neutral. Live uka connect kwa chini kwenye MCB itapeleka moto kwenye hizi fuse. Lakini kupata ule mzunguko kamili wa umeme utachukua kipande tena cha neutral. Nishawaambia tena unakuja kukileta kwenye baa lake la neutral. Hili ndio baa la neutral kiuzuri kabisa. Hili ni baa la neutral. Kushafanya hivyo sasa, ina maana umeme wako hapa upo, mzunguko umekuja vizuri kabisa. Lakini hapa kuna hivi vipande vya waya. Utachukua kipande kimoja cha waya hapa chini, utakivutia hapa tena kwenye tundu la pili, ili kuweza kupata hizi MCB, hizi indication color, hizi MCB, hizi color nyingine zipate umeme. Ina maana hapo ni phase moja ndio imepata umeme. Kwa hiyo ili phase hizi mbili zipate umeme, ina maana utachukua kipande cha waya tena utakipeleka hapa. Ina maana phase hii imepata umeme, lakini hii bado haijapata. Utachukua tena kipande cha waya utakiunga kwa chini, utavuta umeme. Yani unafanya looping system. Umeona? Hii ni looping system. Umeona? Utaichukua utaipeleka hapa. Ina maana sasa umeme wako hapa umeshafika vizuri kabisa. Ina maana kuna hii indication ni phase 1 ambayo ni phase, hii ni red, hii ni yellow, hii ni blue. Ina maana zote mpaka hapa vina umeme kwa sababu hapa chini umeshafanya looping baada ya kuvuta umeme. Na umeme umekuja kwenye phase 1 ambayo ni red. Ukachukua kipande cha waya ukaivuta kuja kwenye yellow, phase 2. It means utachukua tena kipande cha waya, umeona, ili umeme upate kwenye phase ya blue ambayo ni phase 3, ndio utakuja kuvuta hapa. Ina maana hapa umeme wako upo. Sasa hapa ndipo hizi fuse zinapata mzunguko ule wa umeme. Kwa sababu baa letu la neutral hili hapa na hili ni baa letu la S. Ina maana kuna baa mbili, umeona? Lakini hizi za huku, hizi vitundu vya pembeni, hizi ni supply. Sasa unapofanya wiring juu kuna supply. It means kuna fuse zinatofautiana, kila fuse inaenda na ampere zake. Kuna ampere 32, kuna ampere 10, kuna ampere tena 32. Kwa hiyo utachoose ampere. Kama ni ampere taa, ampere taa ni 6. Kwa hiyo utachoose ampere yako ya taa, ila zile nyekundu zote, nielewe, nyekundu zote zinakaa katika hizi fuse. Nyekundu zote zinakaa humu. Lakini hizi nyekundu hizo unaangalia supply yako inahitaji inaenda na huduma gani, kwamba kama ni taa utaichukua ampere 6, kama switch socket ampere 15. Umeona? Kwa hiyo hata taa unaweza kutumia ampere 10. Kwa hiyo kama ni jiko ampere 32. Kwa hiyo utazifunga kwenye hizi fuse kwenye vitundu huko. Wakati huo neutral ambazo zinabaki kwenye supply unakuja kuziweka hapa. Na AC zote ambazo zinabaki kwenye supply unakuja kuzifungia hapa. Yaani AC zote zile hapa na neutral zote unazifungia hapa. Kasoro tu phase unafunga kutokana na supply yako. Unafunga kitu gani ambacho kinahitaji moto mwingi. Kama ni jiko utafunga 32. Kama ni AC ni ampere 20. Kwa hiyo ni ufungaji wa main switch ya 3 phase. Lakini hapa nitafunga, alafu then baada ya kufunga nitaelewesha tena vizuri. Hii ni stage 1. So
Usikose stage 2. Lakini nimesahau kitu kimoja, kuna waya wa S road ambayo unachimbia chini underground, unakuja kuifungia kwenye bar hii hapa. Ina maana zile S zote ulizozunguka umeme unakuwa underground, na bao unakuwa connection zake na hii bar. Ina maana waya wa S ambao uko kwenye kuchimbia chini unakuja kuifungia hapa, ambazo zitakutana na hizi S zote ambazo unaziona kwenye bar. Kwa hiyo hicho, hii ni stage 1. Usikose stage 2, nitawaelekeza vizuri kabisa. Hii ni stage 1, so be stay. Hii ni Odessa Electrical Installation. Tunasema kwamba yes, together we can.